Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu wapendwa wa Islam, karibuni kwa mara nyingine katika mwendelezo wa mada zetu mbalimbali kwa lengo la kuelimishana na kuzinduana katika dini yetu. Ndugu zangu, nimekuja hapa kuzungumza jambo moja ambalo nimelizungumza sana binafsi, hilo jambo, lakini kwenye maeneo ambayo mimi naishi, ila sijawahi kulizungumza hilo jambo kupitia mitandao ya kijamii. Na leo nimeona nikae hapa nizungumze nanyi Waislamu popote pale mnaponitazama kuhusu jambo hili. Hapa Zanzibar asilimia kubwa ya wakazi wake ni Waislamu. Takriban naweza kusema Mzanzibari halisi ya sababu na mama ni Muislamu, labda yamechanganya. Na kwa hivyo matarajio ni kwamba kila mila na desturi zinazofanywa zitakuwa ziko ndani ya utaratibu wa misingi ya Uislamu, kwa sababu Uislamu wenyewe tayari ni mila, na kwa hivyo kila unachokigusa kimeshaelezwa na Uislamu. Sasa basi, uhalisia wa maisha ya Wazanzibari hauko hivyo. Ndani yetu hapa Zanzibar kuna mila ambazo lau utaonyeshwa wewe, utaziona wewe mwenyewe, utashuhudia, wale ambao ni wageni wa Zanzibar, lau utaziona hizo mila na desturi zinavyoitwa, utasema siamini kama hawa ni Wazanzibari, siamini kama hawa ni Waislamu. Kule kwetu kaskazini Bumbwini kuna mila moja ya pungwa, na wala leo sijaja kuizungumza hapa, kuna siku yake maalum utakuja kuizungumza inshallah. Ukiona hiyo mila utasema hawa siamini mimi. Kama ni Waislamu hawa baba na mama na wanaujua Uislamu na wanaingia misikitini kuswali, utasema siamini. Mbali na mila nyingine mbalimbali ambazo zipo kwenye vijiji mbalimbali za ajabu, moja katika jambo ambalo ni baya sana linalofanywa na watu hapa kwetu, na nadhani hili si Zanzibar peke yake, na nje kidogo ya Zanzibar baadhi ya sehemu, na hapa Zanzibar yenyewe si Zanzibar yote, nadhani hivyo, isipokuwa sehemu nyingi, hasa vijijini, hasa mashamba, hili jambo linafanyika. Jambo gani? Jambo lenyewe linalofanyika ni kwamba mtu anapooa au kuolewa, ile siku ambayo mtu anaoa, ikishafungwa ile ndoa, bwana na bibi wanaondoka sasa, wanaenda mahala ambapo watakuwa wanaishi. Wanapoenda kule wanakoenda bwana na bibi harusi, hawa ni watu ambao ndo kwanza wanaoana leo, hawaachwi wakae peke yao ndani ya nyumba kwa takriban siku 4 za mwanzo au 5 au wiki nzima. Wanaambatanishiwa na watu, na watu wenyewe wanakuwa ni wanawake 2 au 3. Nikieleza hili watu wananielewa vizuri sana. Hawa watu huitwa makungwi. Makungwi hapa tunazungumza ndo hawa. Manake pengine kuna makungwi ambao humfunza tu mwanamke mambo mazuri labda kabla ya kuolewa. Hili halina tatizo. Yani mathalan mwanamke anaolewa mwezi ujao, kisha akawekwa pembeni, akawa anafunzwa kabla ya kuolewa kwamba mtii mumeo, fanya hili kwa mume, usiache kufanya ibada, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, ishi hivi na mumeo, ishi hivi. Hili halina shida. Kama huyu ataitwa kungwi kwa hiki anachofundisha, basi kwenye upande huu huyu kungwi hana shida, na hilo neno kungwi halina shida kulitumia.
Lakini kungwi yule anaenda kukaa nyumbani mwa bwana harusi na bibi harusi siku ya mwanzo, ya pili, ya tatu ndani ya nyumba, kungwi yule anachokifanya ni kinyume na utaratibu wa Uislamu. Na hili ndo ninalotaka kulizungumza hapa leo. Nalizungumza nikiwa nimeshashuhudia mifano mingi sana ya mila hii au tamaduni hii potofu inayofanywa hapa kwetu visiwani na nahisi na nje kidogo ya visiwa hivi. Nini wanaenda kufanya hawa wanawake wanaopelekwa kwa bwana harusi na bibi harusi kwa siku za mwanzo zile waloana? Tena huwa ni watu wazima, wengine ni watu wazima. Ukiwauliza nyie akina mama, mtu na mumewe ni wapya ndo kwanza wanaingia nyumbani mwao leo, nyinyi mnaenda kukaa ndani mwao siku 3, 4, 5, mnaenda kufanya nini? Ukiwauliza watakwambia sisi tunaenda kuwasaidia kupika, sisi tunaenda kuwasaidia kuosha vyombo, sisi tunawasaidia kufua, sisi tunawasaidia kupanga vyombo. Watakujibu hivyo, lakini ukweli wa mambo hauko hivyo. Wale makungwi wanaoingia ndani mwa bibi harusi na bwana harusi, wale lengo lao sio hilo. Lengo lao ni kufuatilia habari za chumbani, kwamba bwana harusi na bibi harusi wataendaje, wataanzaje lile jambo. Je, mambo yataenda vizuri? Wataenda salama? hata kuja kuumizwa mtu? Hicho ndo anachokifuatilia, ambapo katika utaratibu, katika Uislamu hili ni kosa. Kuchunguza kile kinachoendelea chumbani, yani kuchunguza makutano ya mke na mume kindoa, ukawa unayafuatilia, tena umeenda jiweka ndani kabisa, hiyo ni haramu moja kwa moja. Kwanza tujibu hoja zile ambazo makungu wanazitumia katika kutetea upotofu wao au desturi yao hii ya kipuuzi. Wanasema wanamsaidia bibi harusi kupika kwa sababu ni mpya na piko na nini. Swali langu mimi, kama ni kumsaidia bibi harusi kupika, lazima uishi mle mle na watu wanataka faragha wale wapya? Si utoke, pikeni huko halafu wapelekeni, ikifika mchana au asubuhi wapelekeni, muda siku 3, 4, ili hizo piko zisije zikafutika. Kama ni kufua, bibi harusi haendi nyumbani kwa mumewe na nguo chafu, hiyo haiwezekani, ni ngumu sana. Sijawahi kuona au kusikia mume anakuwa nguo zake safi na mke anakuwa nguo zake safi. Kwa hiyo wenyewe watafua baada ya siku 3 au baada ya siku 4, au kama mna lengo la kuwasaidia kufua, wakiridhia wenyewe kwamba baadhi ya nguo mnataka muwafulie muwasaidie, basi kwa nini msende kuchukua baadhi ya nguo halafu mkaenda kufua huko halafu mkarejesha? Na kwa nini mchukue zile nguo za siri? Kwa sababu wale makungu wanataka, kwanza wanachokitaka kuliko nguo zote ni ile shuka alolalia bibi harusi na bwana harusi. Yani ni mambo ya aibu kabisa, ili wachunguze waone. Kama ni kupanga vyombo, bwana harusi na bibi harusi walikwambia kama wameshindwa kupanga vyombo, hawajui kupanga vyombo? Bwana harusi alikwambia kama hawezi kupika, alikwambia kwamba hawezi kufagia nyumba yake? Haya mambo yote, namna kupanga vyombo, sijui kufua na nini, ni hoja za kipuuzi. Ni vile ukikutana na kungwi ambaye hataki kusema ukweli, ndo atakueleza hoja kama hizo. Lakini kiukweli hasa wanachokifuata ni kile kinachoendelea chumbani. Yani katika jambo linalonishangaza sana moja hili, na limeanza zamani toka kwa mababu zetu huko, jambo chafu la aibu ambalo yani huwezi kuamini kwamba Muislamu anaweza kufanya jambo kama hili. Tena mume na mke wasipotoa ushirikiano mzuri wa kungwi, wakiwa hawatoi habari za chumbani, yule kungwi anaenda kwa wazazi wake, hawa mke na mume hawa, anaenda kwa wazazi wake, anawaambia hawanipi ushirikiano. Ili apewe ushirikiano, anataka apewe ushirikiano kwa maana aelezwe hasa. Kwa hiyo kungwi asubuhi ikifika
anamvuta mwanamke bibi harusi, anamuuliza jana mlifikia wapi? Jana mmeenda salama? Hujaumia? Umefanya hivi? Basi tukukande. Kwa hiyo anamkanda kwa maji ya moto, sijui maji ya vuguvugu, anamkanda. Subhanallah, yani mambo ambayo ni ya mume afanye mume. Tena wenyewe hukwambia, watu wazima wa ovyo hukwambia wanaume hawafanyi mambo mengine, kwa lazima tuende sie tu saidie. Hafanyi, ndo mfanye ujinga, kwa sababu baadhi ya wanaume wanazembea kwenye nyumba zao kutekeleza baadhi ya majukumu, ndo nyie mwende mkayafanye majukumu ya siri ambayo hampaswi kuyajua, mambo ya chumbani. Mwanamume anatakiwa afundishwe wajibu wake, afundishwe haki za mkewe, afundishwe mbali, sio aje asimamie chumbani. Mwanamke afundishwe yale yanayojiri ndani ya nyumba yake, yote afundishwe kabla ya ndoa. Afundishwe na wanawake wenzake vizuri, mwanamume afundishwe na wanaume wenzake vizuri. Wakikutana mke na mume, wawe ni mke na mume ambao wameshafunzwa vizuri kuhusu ndoa, maisha ya ndoa. Kwa hiyo waachwe wenyewe waishi, wapewe uhuru. Sio aende mtu pale aanze kuchunguza chumbani kunaendelea nini, jinsi wanavyokutana mke na mume chumbani, eti ndo anasimamia usalama. Tena huyo kungwi mwenyewe si daktari hivyo, kwamba labda mume atakapoteleza akamuumiza mwanamke kwamba labda huyo atatibu. Atapelekwa hospitali mwanamke. Sasa anafanya nini huyu kungwi wakati hata daktari si daktari? Yani tufupishe maelezo, kungwi na mchunguliaji, wale wapiga bodi tunawaita, hawana tofauti. Kungwi na mchunguliaji hakuna tofauti yote. Katika watu ambao ni wa ovyo ni watu wazima wanaokaa ukungwi, kwenda kukaa majumbani mwa watu wakafuatilia habari za bibi harusi na bwana harusi wanafanya nini chumbani. Hawa ni watu wazima wa ovyo ambao wanatakiwa kufundishwa na kuelimishwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anasema, inna min asharri nnasi inda Allahi manzilatan yawma alqiyama arrajula yufdhi ila imraatihi wa tufdhi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Mtu atakayekuwa na nafasi mbaya mbele ya Allah siku ya kiyama, atakayekuwa na nafasi mbaya ni yule mtu ambaye anakaa faragha na mkewe, anajiachia kwa mkewe na mkewe anajiachia kwake, kisha huyu mwanamume anatoka anaenda kutoa siri. Ndo kama hivi anaenda kumweleza kungwi, jana tumefika hapa, tumefanya hivi, damu imetoka kidogo. Au yule mwanamke anatoka anaenda kueleza makungwi, au anaenda kuzitoa habari nje kwamba mimi mke wangu yuko hivi, au mume wangu tukikutana na hiki ananifanya hivi, ananigusa hivi kwenye tendo la ndoa. Mtu huyu anayetoa siri za chumbani kwake atakuwa na nafasi mbaya sana siku ya kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi nyingine, Mtume anasema mtu kama huyu anayetoa siri za chumbani, anasema kamathali shaitani laqiya shaitanata fawaqa'a alaiha fi tariq wan nasu yanzurun. Mfano wake ni kama mfano wa shaitani dume na shaitani jike wamekutana njiani. Sikiliza, Mtume anasema mfano wa mtu ambaye anatoa siri za ndani za chumbani ni kama mfano wa shaitani jike na shaitani dume wamekutana njiani, halafu wakaingiliana na watu wanapita pale njiani, wamezunguka wanawaangalia. Angalia mfano huu mbaya aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu kama hawa. Yani kiufupi ni kosa kubwa sana mtu kutoa siri ya chumbani, labda kwa dharura. Kwa hiyo katika hali ya dharura, mfano kuna ugonjwa, kuna vitu kama hivyo ambavyo vinahitaji msaada wa kitabibu, hakuna jinsi, lazima tutoe habari nje kwenye kipengele hiki ili patibiwe, pashughulikiwe. Katika hali ya dharura mtu anaweza kufanya hivyo, lakini si kwenda kukaa kungwi ndani akaanza kufuatilia mambo ya chumbani. Mmoja katika watu tunaofahamiana nao, wala hakuoa zamani, ananiambia yeye siku alooa, usiku ule amelala, wamekuja na makungwi pale. Asubuhi walipoamka, makungwi waliingia chumbani bila ya hodi, wakachukua lile shuka walolalia. Anashangaa, anaona hawa vipi, mbona wanaingia chumbani kwangu? Wakachukua lile shuka wakaenda kulifua.
Kisha wakamwita jioni, wakamwambia mtoto wetu umemkuta, maana wale ni jamaa wa mkewe, mtoto wetu umemkuta yuko vizuri, pongezi, asante, hongera na yani anasema alishangaa sana, anasema nilishangaa kweli kweli. Ina maana watu wanakuja kuchunguza mambo haya. Kuna ujinga huko zamani nyuma huko, mtu anaekewa kitambaa, tena mume na mke wakikutana zinaweza zikamwagika damu pale juu ya kitambaa, halafu kitambaa kile wanakichukua kama ni dalili kwamba mtoto wao wa kike ni mzima, kakutwa akiwa bikra. Yani subhanallah, ni mambo ya kusikitisha sana, ni matusi, aibu, fedheha, mambo ya kashfa, mambo ya ajabu mno. Kwa hiyo wito wangu au nasaha zangu ni kuwaeleza makungwi wote na wanawake ambao wana support huu ujinga kwamba jambo hili halifai, kwenda kukaa majumbani mwa watu na kuchunguza mke na mume wanakutanaje kwenye usiku wao wa mwanzo au wa pili au wa tatu. Jambo hili halifai. Makungwi wanachofuata ni hiko. Kitu chengine wanachokifuata makungwi ni uroho. Kama mna kuku mle wanapikwa na nini, wanafyagia wote. Yani ni kula vitu vya watu na kuiba. Wizi na uroho. Kula vitu vya bwana harusi na bibi harusi siku zile za mwanzo na kuiba. Yani wale wanaiba. Makungwi asilimia kubwa ni wezi pia, wanaiba. Kwa sababu kuna bwana mmoja ameshanisimulia kwamba kungwi kaondoka na pochi yake. Kungwi kaondoka na pochi yake kabisa. Kwa hiyo ala kuli hali ni kwamba zile hoja ambazo unaona wanazitoa watu ni hoja za ajabu kweli kweli. Wanasema unajua wale mambo lazima wasimamiwe, wakati ukitazama katika jamii yetu tunayoishi hivi sasa, kiukweli kuna watoto wa kike wengi sana wanaolewa na hawako bikra. Yani wanaolewa wakiwa hilo tendo la ndoa wameshawahi kulifanya nje ya ndoa. Walipokuwa wanalifanya nje ya ndoa, nani aliwasimamia? Watoto wangapi wa kike wanashika ujauzito na hawajaolewa? Nani aliwasimamia kwenye lile tendo la ndoa? Mpaka iwe ni lazima kwa bwana harusi na bibi harusi waje wasimamiwe, wafuatiliwe na kungwi akae ndani alale. Kwa hiyo nasaha pia nawapa vijana wenzangu kwamba utakapooa, wale ambao hawajaoa, utakapooa usikubali ndani mwako aje akae kungwi, eti ajifanye kukupikia. Na wengine wanakutania tania na kuita mume wangu, kamwacha mume wake kwake, na pengine mume wake hamwiti mume wangu, anakuja kukutania wewe mume wangu. Mtu anaacha mumewe anaenda kukaa kwenye nyumba ya watu ili afuatilie habari zinazoendelea chumbani. Kijana usikubali, mfukuze, mwambie bwana humu toka, sitaki, kwa sababu wewe unafuatilia mambo ya chumbani. Sisemi msije kutembea, lakini kwa sasa tuacheni, kwa sababu lengo lenu nimeshalijua. Halafu ukitazama upuuzi huu hauko dunia nzima, ni hapa tu Zanzibar na baadhi ya sehemu chache ndo unafanyika huu ujinga. Ina maana dunia nzima huko, na wakati wote uliopita huko nyuma, watu wote huko nyuma hawakujua wao kama kuna ulazima wa kukaa makungwi. Makungwi hajajulikane kwamba ni lazima kwenye eneo hili tu tunaloishi sisi, baadhi ya maeneo ya Zanzibar ndo wajue kwamba makungwi ni lazima duniani kote huko. Kwa sababu kuna mmoja mimi nilimuuliza mtu mzima, kwani nataka nikuulize, hivi dunia nzima ndo inaika makungwi? Nikamwambia hakuna kitu kama hicho. Si kwamba duniani kote, takriban 99% ya dunia hawafanyi upuuzi huo, kwamba eti bwana harusi na bibi harusi wakishaoana halafu tena ndani ya nyumba yao kuna watu waingie, wanawake watu wazima kama watatu au wawili, wafuatilie vipi wataanza tendo lao. Upuuzi huo duniani haufanyiki, isipokuwa uko hapa Zanzibar na nje ya Zanzibar kidogo, tena baadhi ya maeneo, sio sehemu yote, baadhi ya maeneo, pengine na Tanzania bara, labda sijui Kenya, lakini baadhi ya maeneo ndio watu wanafanya upuuzi kama huo. Lazima tuache hizi mila za kipuuzi. Ni makosa tena makubwa sana mtu kutoa siri za chumbani au kufuatilia siri za chumbani. Mwanamke anatakiwa afunzwe mapema, mwanamume anatakiwa afundishwe mapema,
nini anatakiwa afanye ndani ya ndoa yake, maisha yake. Pengine hata mkimpa mafunzo ya tendo la ndoa pia hakuna shida, ni katika ilmu atapewa kabla ya ndoa kwa njia ya heshima na wenye uzoefu. Lakini sio kwamba tena ndani ya nyumba wawepo mijitu mizima isojifahamu iwasimamie. Jambo hili halifai.